Kama kawaida sasa unakwenda kuletewa picha kali sana, picha iliyoshirikishwa na masuperstar. Tuko na Mr. Mpongo hapo, direct by. Sasa kama kawaida sasa, kulingana na picha kama hapa, imeshirikishwa na masuperstar wengi. Nakumbuka hapa sasa mwanzo tunapokwenda kucheki, kwa wale wasomi mtakuwa mkisoma kidogo ndipo utakapoelewa zaidi. Lakini picha yetu sasa ikisema kwamba pendelea amani popote utakapokuwa. Yes. Sasa kama kawaida tuko upande huu hapa, tuko na Master iko kwenye challenge babu, mzee wa fimbo, mzee wa kuzichallenge sasa. Na tuko sasa upande kama huu hapa, masuperstar walioshirikishwa kucheza katika hii filamu wote sasa ndo tunakwenda kuwacheki kwa njia ya kupitia kwenye photos kama kawaida. Lakini kulingana na picha kama hii, ilishirikishwa na madogo wengi walikuwemo humo. Masuperstar walikuwa wengi sana, tuko na hawa na wengineo zaidi walikuwemo kama humo. Lakini kulingana na picha yetu iliyoshirikishwa na masuperstar wengi, picha hii ilikuwa ni kali mno. Lakini na kulingana iliyokuwa imeshirikishwa na wengine, tuko sasa tunaanza upande kama huu hapa. Sasa picha yetu inaanzia upande kama huu hapa. Lakini kulingana na utafiti uliofanyika mwaka huu, picha iliandaliwa mwaka 2018 lakini imekuja kutimia mwaka 2019. Tunaanzia sasa upande kama hapa. Tunaona kuna mabesti kama kawaida tunavyojua, wako katika hoteli wanatumia tangawizi, kawa kuendelea. Wamediscuss kwenye hoteli moja hivi, wakiwa wanatumia kinywaji baba lake. Ilionekana upendo ni kitu kizuri sana. Kulingana watu wamediscuss sehemu kama hiyo, wameweza kununua sehemu moja wakaichangia. Naona upendo ulikuwa mzuri sana, watu wanafurahi, wanacheka, wamevalia kepu nini fresh. Tuko na mwingine kama wapo pande hizi hapa, wako katika stori zao kama kawaida na wakiongea stori zao za maisha. Tukicheki jinsi kama walivyokuwa wamekaa, walikaa kweli, walionekana kwamba ni watu wenye upendo sana. Katika mtazamaji pande kama hizi hapa, tunaona mzee mmoja anakuja na ameagiza msosi. Anahitaji kutumia msosi kama kawaida ya wengineo. Kidogo mhudumu na alimpa chakula na akatoka nje kwanza kidogo. Tunaona mtazamaji kama pande hizi hapa. Sasa tunamwona mzee wangu Asuma sasa anaingia, maana alionekana huyu mtu sio wa kawaida. Baada ya kuingia katika hoteli ile, aliingia kidogo, watu walimshangaa. Arifika na koka, mimi bana nilikuwa sijaona mtu ambaye anaingia na begi kwenye hoteli. Lakini kidogo mhudumu akamuuliza tukuletee nini? Cha kwanza aliuliza kuna nini labda. Mhudumu alimwambia kuna wali maharage na ndizi kwa nyama, na kidogo akamgei wali maharage. Tunakwenda sasa kucheki mambo yanavyokwenda. Sasa kidogo wakati analetewa chakula, akasogeza kapanga fresh mezani. Jamaa amevalia miwani, wengine wakitaka kutumia chakula mpaka wanatoa miwani. Naona yeye mambo ya kutoa miwani hana. Ilionekana mwanzo kabisa sio mtu wa kawaida huyu. Kidogo kaagiza na maji, babu aletewe maji, maana hawezi kutumia chakula bila maji. Kidogo naona hata hakuna vya msalie mtume jimara kuomba mara kufanya nini, yeye ni kwanza kazi baba.
kijiko kimoja, alafu nachukua na maji. Kwa wale wengi wetu tumezoea kupiga kijiko kimoja, baadaye unakaushia, lakini ni kijiko kimoja na maji juu yake. Ndio maana watu wengine huwaga wananenepa, kumbe wanakulaga vizuri bwana. Alafu kwa wakati mwingine maji ni mazuri sana, maji mazuri sana. Mzee anamwangalia, lakini mzee kulingana na wazee wanakuwa nasoma vitu sana. Mzee anasoma kitu kabla hujasoma. Sasa kidogo tuko na mabesti wangu kama kawaida, tena wako pale wanaendelea kutumia kinywaji chao kama kawa tangawizi kuendelea. Wanamiminia kwenye tu chombo fulani, kwenye tu gilasi fulani, wakitumia wakifurahia sana. Tukiona upande mwingine tena mzee, naona watu wengine na miherahera mwangu wanakuwa na tunza kidogo. Bado kidogo naona mambo hayajakaa sawa. Tukiwa na mabesti wetu kama kawaida hapo, na masuperstar waliokuwepo kama pande hizo hapo, na wahudumu walikuwepo hapo pande hizo hapo. Wote wamediscuss, naona kama vile kinywaji wanaelekea kumaliza. Maana naona wote kwenye gilasi ni kama vile wameishiwa. Jamaa zetu wako kwenye meza moja wamediscuss, hawana noma. Naona wakubwa kwa wadogo wamo, lakini yule jamaa naye kaza amemaliza. Sasa amemaliza kula, huu nao ni wakati wa kwenda. Naona nakula, amekula kidogo na akashiba. Huu nao ni wakati wa kulipa pesa na kuondoka. Kidogo alichenji mfukoni, akachukua kwenye begi, yawezekana begi lakini imejaa mihera hapo. Ngoja tucheki sasa itakuwa kwaje. Kidogo anatoka naenda, mhudumu, wewe usiende, unataka kwenda wapi? Wewe unataka kwenda wapi? Leta pesa. Unanielewa, lakini leta pesa. Kidogo sasa hapo watu walishangaa. Mabesti watu waliokuwepo pande kama hizo hapo, babu walishangaa. Kidogo mhuduma na mzuia stoke, yawezekana amekataa kulipa bana. Kidogo wote walishangaa, na wale wote waliokuwa wakitumia chai, kidogo wote waliinuka wakashangaa. Watu bado wanazozana. Tunamwona bwana kule anakuja mwingine, naye sasa ndo master kama kawaida. Master alifika upande kama wapo. Master alifika akauliza, nini kimetokea? Ngoja tusikie atakazoeleza nini kimetokea. Mimi kawaida yangu nimefika hapa nikatumia chakula, lakini kwa muda huu nimegusa mfukoni, kwa kweli nimekuta hela sina. Alafu ndo nikainuka nikatoka nje. Baada ya kutoka nje, mimi ndo nikakabwa. Mimi kwa wale halisi pesa sina. Akamwambia, wewe ilikuweje sasa utumie chakula alafu na usilipe? Kidogo anataka kwenda, usiende. Mhudumu, kidogo. Acha kidogo ni moja huyu bwana. Kidogo alimhoji, wewe ilikuwaje mpaka ukatoka huko alafu kaja kuingia katika hoteli ya huyu bwana, alafu na usiangalie kama una pesa mfukoni sasa. Kidogo alimhoji, alimkataria kwamba kiukweli kabisa mimi nimejikuta sina hela. Akaongea na huyu bwana kwamba mimi nataka nimlipie. Sasa
amekula chakula cha shingapi? Ilionekana amekula chakula cha shilingi 2000. Lakini kidogo alizidi kuojiwa huyu kijana, maana alionekana sio mtu msalabu sana. Lakini alivyokuwa anamueleza, alimwambia kwamba mimi kweli kama nilivyokuja hapa nilikuwa nikijua kwamba nina hela, lakini nimejikuta hela kabisa sina. Na akamwambia kwamba mimi kwa muda huu nataka nikulipie. Je, hela yangu utanirudisha? Na alimwambia kwa kuwa umefanya kosa kwa huyu bwana na umefanya kosa kwa huyu mhudumu, lakini nakwambia hata siku nyingine usije ukarudia. Akamwambia kweli kabisa, kweli kabisa, kweli kabisa. Kidogo ndo sasa akaelekea kumulipia master. Master alikuwa mtu mwema sana, alimulipia hiyo hela. Kidogo kasubiria chenchi sasa arudishiwe, na bado tuko hapo. Kuna watu wana mihera jamaa. Cheki hela mwangu zinavyobanduliwa kama hapo kawaida. Hehe. Bado tukiwa upande kama huu, naona wale mabesti bado wamediscuss sehemu kama ile. Kidogo waliona mvurugano umetulia, ikabidi tena wakae. Lakini master alihitaji kwanza kumuoza. Master alihitaji sana kuongea naye huyo kijana. Baada ya kumlipia alimhoji kwanza, alafu na huyo kijana baada ya kujikuta kweli hana hela akajifanya mtulivu sana. Lakini kwa muda huyo mhudumu alishukuru, wakaondoka. Walitoka kwanza nje kidogo. Kijana akawaza amufuate master. Alimufuata sehemu kama yapo, wakasimama kwanza. Na master alikuwa anataka aingie zoezini, maana wanafunzi walikuwa wameshatangulia uwanjani kule. Lakini kidogo alimwambia, mimi kwa kweli nimeshukuru sana, umenifanyia kitu chema, umenifanyia kitu chema. Lakini kidogo akamuomba naye awemo katika wanafunzi wake. Alimusihi sana kwamba kwa kuwa naona kundi lenu kama hilo linasaidia sana, na kidogo akamwambia kwamba nami nahitaji niwemo katika wanafunzi wako. Na master alimwambia kweli yeye anataka aingie katika mafunzo na wanafunzi ameshajua, ameshatangulia. Lakini ile kumwambia, alimwambia wewe utakapokuja sisi tuko upande ule upande wa Kilimanjaro kule. Sasa ndo akamwambia kwamba siku ambapo utakapokuwa unataka kuja na utakuja, sisi tuko upande kama huko, basi goodbye na kuacha. Kidogo waliachana. Master kaingia zoezini kama kawaida, maana alijua wanafunzi wameshatangulia wakati kama huyo. Lakini huyu kijana aliwaza sana, lakini akaenda kazidi kwenda kama kawaida tunavyoona. Kumbe yawezekana huyo kijana alikataa kulipa pesa, kumbe pesa alikuwa nazo. Naona ana pikipiki hapa. Hehe. Kidogo alichukua pikipiki yake bana, akawasha ngoma kama hiyo. Sasa nahitaji kuondoka. Aliona bora amfuate master kule alikoenda, na alimfuata. Sasa kidogo master na ameshafika tena sasa kule mafunzoni kule.
Wanafunzi wake wako sasa na wahoji kidogo. Naona wanafunzi wameshakaa sawa, yuka nazunguka na akiwahoji na akiwashauri na akiwaambia sheria ambazo ziko katika hili kundi. Kidogo akawaambia, katika mafunzo haya inafaa unakuwa mtu mbaye unapiga zoezi la kutosha kabisa. Ina maana kwamba kumbe wakati wa mafunzo kuna vitu kama master anakuwa anawafundisha na kuwa anawaelekeza zaidi, alafu unakuwa shauri washizi wakatokeamo vitu vingine. Yawezekana unaweza ukajua kitu kama hicho mkongoto, alafu sasa ukajiona kwamba we ndo wa maana sana. Wenzio sasa ukaanza kuwachukia, ukaanza kuona kama vile maboya, lakini sivyo ilivyo. Master alikuwa na washauri kwamba wote wawe watoto wema, na kwa wakati huu master aliwashukuru sana, maana aliona kwamba hawa watoto toka awafundishe hakuna mwanafunzi ambaye alishawahi kufanya kosa. Akawaambia kingine tena, inafaa mheshimiane. Hata kama mnapokuwa kwenye zoezi kama hili, inafaa mnakuwa mnaheshimiana. Lakini wanafunzi naona wamefurahia sana, kila mtu ana zoezi lake, mara huku mara huru. Na aliwaambia tena kitu kingine, kwamba kufanya kitu kama hiki mlifanya kitu cha maana. Na kama kawaida alivyokuwa akisema, aliwaambia kwamba nawashukuruni sana nyinyi vijana. Tangu muje kwangu sijasikia mtu ambaye amefanya kosa katika mitani mnazozizungukia. Yawezekana ukatoka hapa kwa kuwa umeshajua mafundisho na ukafika mule mitaani kwenu kule, wewe ukaanza sasa kupuguzi watu kwa kuwa ulijua wewe ndio unayejua. Lakini kidogo aliwaambia kwamba nimemaliza sasa, huu muda naondoa kukaa sasa, mguu pande. Kulingana na picha yetu sasa iliyoshirikishwa na masuperstar wengi, tuko pande kama hizi hapa. Tunaona master alikuwa anawafunza sasa wanafunzi wake, alikuwa akiwafundisha, maana alikuwa ameshaona wote wameshajua. Naona style ni ile ile, hakuna kosa baba, wanafunzi wote wako sawa. Tuende baba. Huu muda nao ni wa kupumzika. Naona kila mtu ana zoezi lake. Tuko uwanjani hapa, napo ni asubuhi sana. Kidogo kuna mtu alimuona kwa mbali master. Alimuita, njoo uniambie unahitaji nini huku. Kidogo alimuona kwa mbali anakuja. Kijana alikuja, lakini ilionekana ni yule kijana wa kipindi kile, kipindi cha hapo mwanzo tulimuona. Yule kijana aliweza fika kama alivyokuwa amekuja. Alifika na kumsalimia kwanza, salamu yako master.
Master walisalimiana kidogo. Baada ya salamu sasa walianza kuongea vitu kama hivyo, kwamba siku ile mimi nakuona Master ulifanya kitu cha maana kabisa. Siku ile nilikula kwenye hoteli moja, alafu ulinilipia pesa wewe. Lakini Master alimwambia, wewe kijana, kwa kuwa umekuja huku, naona umefanya jambo la maana. Kwa wakati huu Master alimwambia, wewe utakapokuja, ukisha ingia uwanjani, cha kwanza unachojifunza ni kuheshimu. Ndivyo alimueleza sasa Master kijana, maana siku ile alifurahia, aliona bora aingie katika hili kundi. Lakini kidogo Master alikuwa na mshauri na akimueleza hali halisi, na alimwambia kwamba mimi kipindi ambacho nilianza nacho kufundisha au mabesti wangu niliwafundisha toka mwaka 2000, ilikuwa mwaka 92 ndipo alianza hii kazi. Master alimueleza, lakini kijana alikuwa ameshakuwa mtulivu, maana aliona wakati huu ni mzuri sana. Lakini alimuuliza, vipi wewe wazo hilo ulijifikiria kulingana na nini? Ndipo alimueleza kabisa kwamba hali halisi, yani mimi kabisa bila kukuficha Master, mimi kipindi kile tumekutania kwenye hoteli moja, nikatumia chakula alafu nikajikuta sina hela mfukoni, alafu mkanisaidia mkanilipia wakati ule. Kwa kweli mimi niliridhika. Ndio maana nilikwambia kwamba nahitaji na mimi niwemo katika wanafunzi wako. Ndipo akamwambia sababu iliyosababisha mpaka nikafikiri kuja huko ndio hiyo, mlinisaidia. Lakini alimwambia, sisi kundi letu kama lilizo na jina lilikuwa na jina Pendelea Amani. Alizidi kumweleza mambo mengine zaidi, akapate kuelewa kijana ingie katika mafunzo akiwa ameshajua sheria za penyewe kidogo. Kidogo alimwambia na pesa ambazo zinahitajika wakati wa kuingia, na penyewe alimwambia sio kuingia kiholela holela. Na kidogo wakasogea sehemu kama ile, tuko na wanafunzi uwanjani kama kawaida, wako katika mafunzo. Akamwambia ili kwamba uruhusiwe kuingia hapa, kuna vitu ambavyo vinahitajika, maana unaona jinsi ulivyovaa wewe, sio kama wenzio kamao. Kuna nguo ambazo zinatakiwa, ndo unaingia nazo humu. Lakini kidogo naye alimueleza, akamwambia kwamba lakini kidogo naye akamwambia, mimi kulingana nilivyokuja hivi nimekuja kiholela holela, ilibidi nianze na hizi afu kwa baadaye nikishapata pesa ndo nianze kununua nguo ambazo zinahitajika. Lakini alimwambia hakuna kuingia na viatu, na viatu ni kuvua. Kidogo tunaona anavua viatu hapo. Kidogo akasogea Master tena, sasa tunamuona pande kama hizi hapa, na akamwambia kinachofuata sasa, ingia katika uwanja,
Baada ya kuingia katika uwanja, kidogo alimwambia kwamba inafaa unapokuwa umeingia kwenye uwanja kama huu, unaanzia zoezi, kitu ambacho kinaitwa zoezi. Alimwambia ya kwanza, zoezi la kwanza ni kuwa unakimbia, unaenda pale unarudi kule, unaenda pale unarudi kule, unakuwa ukipasha. Kidogo alimuelewa, akaanza kukimbia. Anakuwa naenda, kienda nafika kwenye kona, baadaye anarudi. Tuko naye sasa kama pande hizi hapa. Hehe. Kidogo alisitishwa, akamwambia kinachofuata sasa, wakati huu inafaa sasa tunaingia kwenye nondo. Hiki kitu kinaitwa nondo. Na alimwambia unapokuwa umechukua nondo kama hii, unakuwa ukinyenyua, unapandisha juu au afu na shusha. Lakini kidogo alimwambia kwamba inafaa unapiga, unapasha sana mara nyingi, mazoezi ya kutosha, ili kwamba na wewe uweze kukoma kama wanafunzi kama hao ambao umekutapa. Kidogo sasa naye alipiga testi kidogo hapo, anakwenda kunyanyua. Alianza kunyanyua. Kidogo alinyanyua, akasikia kitu kizito kweli, lakini kikataka kumshinda. Kamwambia kwamba unanyosha kabisa kwa kupeleka kifua mbele. Kidogo ananyanyua, kidogo hajazoea, lakini kulingana hajazoea, kuna siku atazoea kama wenzie. Akashusha sasa. Kamwambia sasa ukishatoka hapo tunaenda pande kama hii hapa sasa. Kamwambia unapokuwa umesimama kama hivyo afu unachuchuma, na ukisha chuchuma unaweka ngumi chini. Ndio kuweka ngumi chini sasa, ndo sasa unajiandaa kupiga push up kama kawaida. Kidogo alimuelekeza atakavyokuwa akienda. Haya, sasa ni muda wa kuzama chini. Nikisema zama unazama, nikisema inuka unainuka. Zama. Zama. Inuka. Zama chini. Inuka. Zama chini. Inuka. Zama. Inuka. Toka sasa. Kidogo akamwambia tena kilichobaki sasa, na ukishapiga zoezi kama hizo hapo ni kunyosha viungo. Alafu tunakwenda sasa nakwenda sasa kuonyesha namna ya kusimama. Unasimama namna kama hii hapa. Kidogo alimwambia namna ya kusimama kwamba unanyosha mikono hizi hapa. Kwamba ukisimama hivi ndo unakuwa umesimama sasa vizuri sana. Kidogo akamwambia mguu wa kushoto unabana mguu wa kushoto hivi. Kidogo alimuonyesha mguu wa kushoto hivi, asogeze abane. Tuko na wakati huu sasa kwamba nyosha nini, nyosha shingo, kifua nini, nyoka kama hii. Kidogo baada ya siku moja, kwa kesho yake tunaona ilikuwa asubuhi. Naona kijana alikuwa ameshajua, yana alikuwa yuko sawa. Tunaona
yuko kati anaenda na wanafunzi kama wenzie. Hehe. Naona alionekana sasa endo mwenyewe sasa. Hata kama yuko kwenye wanafunzi huwezi kujua kwamba ameingia jana au ameingia juzi. Naona siku zilizokuwa zimepita zilikuwa nyingi sana, alikuwa ameshajifunza na waliingia wakati huo kama ile asubuhi. Naona anaenda na wanafunzi wenzie. Kipindi kama hicho sasa ilionekana ameshakoma sasa. Nakumbuka kijana kama huyo alikuwa kupenda kazi sana. Kidogo naye sasa master tuko nayo pande kama hizi hapa. Master na anakuambia kwamba vijana wake wameshakoma. Yani mguu kwa mguu wako, yani kushoto kwa kushoto, kulia kwa kulia. Kidogo aliona wanafunzi wako sawa kweli. Barabara sasa, mbona sasa fujo imeanzishwa? Kidogo mwangu unanipigia nini mwangu, naweza kukufumua kichwa sasa hivi. Mama akukumuta. Ebu acha, ebu wewe. Mama yangu hapa sasa ndo umefika. Nyinyi wewe ebu toka. Kidogo sunaona sasa, sunaona. Kidogo master alimwambia kwamba wewe kijana umeingieje, umefanya kosa gani namna kama hii? Unapiga mwenzio. Sasa kuanzia sasa, tangu sasa nimekufukuza. Kidogo alifukuzwa, akamwambia kwamba wewe nenda zako, mimi sikagi na vijana kama nyie. Lakini kidogo kuna vijana wengine tena wawili wakati huo walikasirika, wakasema kwa nini umemfukuza rafiki yetu bana? Na kidogo akamwambia sisi tunaenda bana. Aliwaambia kwamba hata kama siku nyingine msije mkarudi tena hapa. Na kidogo aliwafukuza nao wanafunzi tena, kwa kulingana walikuwa ni marafiki kwa marafiki, nao walikasirika wakaenda naye. Na moja alifanya kosa, alafu moja sasa baada ya kufanya kosa na akafukuzwa, kuna vijana wengine wawili walimfuata kama hapa. Sasa tuko pande hizi hapa sasa, ndo walikuwa wakijadili kwamba hata kama ingekuweje, hata kama ametufukuza nani bwana hapo, mimi sina noma, kwani humo kuna mwanafunzi wa kunipiga. Walimwambia kwamba humo hata kama hakuna mwanafunzi wa kunipiga humo. Walichukua nguo zao na kuchukua suruali zao walizokuwa wamekuja nazo wakati kama huo. Walivaa wakajipanga na kuondoka waondoke. Lakini muda kama huo sasa tuko pande hizi hapa. Naona wamekasirika sana kwa kulingana wamefukuzwa kazi. Walifukuzwa katika hilo kundi, lakini walikuwa na hasira sana. Muda huo walikuwa na hasira sana. Master na alikuwa anaendelea kufundisha watoto wake kama kawaida. Tuko na wanafunzi kule pande hizo hapo. Lakini hao wanafunzi wengine waliona namna gani wamtoroke. Kidogo mmoja akasema kwamba yani mimi nitarudi na kaka, kwani humu atakwemo wa kunipiga jamani. Yani nikishika kitu kama hiki mama yangu utazania nimezaliwa nacho. Mmoja kwa mume atulia, hebu chukua na hiyo nono. Chukua na hiyo nondo. Tuende nao bana. Kidogo walikasirika wakasema kwamba na nondo waende nayo. Lakini kumbuka hiyo nondo walikwepua vizuri. Dogo walikwepua na kuondoka, wakaangalia kitu gani tumesahau. Hakuna tulichosahau, twende bana. Kidogo walienda barabarake sasa, walienda na mzigo mnene sasa. Wamekasirika vya kutosha sasa. Ilionekana hawa vijana sehemu ambao wameenda kote walienda na hasira sana, lakini walimwambia kuna siku tutarudi. Kuna siku tutarudi wewe. Yani hicho kitu tutakitoa. Kuna siku tutarudi wewe. Kidogo walifika pande kama hii hapo. Waliingia porini, wakajadili ni kitu gani sasa wakifanya wakati kama huo, maana waliona wamefukuzwa. Kidogo walimwambia hata kama iweje lazima tumfumue bana.
Yani kitendo alichokifanya kitendo alichofanya wakati ule, mimi nilikasirika sana. Yani mimi niko poa ya. Yani ninakwambia kwamba kama ngumi ninajua, tena sasa tunajua, kama kufunza tulikuwa tumeshafundishwa, kama kujua tulikuwa tumeshajua, sasa kilichobaki ni nini? Barabara kabisa. Walikasirika sana, wakapiga vifua kwa nguvu sana. Lakini akamwambia kwamba akienda chini tutamtafuta, akienda juu na penye tamtafuta. Na kidogo wakasema, naona kazi bila maneno, bila kazi haiwezekani, inukeni tuende kwenye zoezi. Hapa niwaonyeshe kidogo. Sasa walianza kupiga mazoezi kwa kesho yake. Ilikuwa ni asubuhi sana. Mazoezi kwenye ile nondo waliokuwa wameenda nayo, mazoezi walikula mazoezi ya kutosha. Hapo pote walikuwa na shida kwamba uweze kuongea na ule. Hapo pote walikuwa na shida kwamba waje kuongea na yule nani master kidogo. Walikuwa na hasira sana. Hao mazoezi yote waliara kwa njia ya kwenda kupigana na master sasa. Maana waliona master kwa kuwa amewabugu kidogo, waliama mtaa wake wakasema kwamba na sisi tuende tukale mazoezi yetu, baadaye tutarudi tutamuonyesha. Kidogo walipiga zoezi kama hizo hapo. Tuko pande kama hizo hapo. Naona watu wanamsuru wananyonyoka kitu kama vile kapepa fulani. Kidogo wakaweka nondo chini. Moja bado hajaamini tu. Ana challenge. Kidogo sasa ni muda wa kukomazana kama hivi hapa, kama tutakwenda kuona mtazamaji. Tuko pande kama hizo hapo, walizidi kula mazoezi ya kutosha. Na moja alisema kwamba haya yote ambayo tumejifunza, kwani master alikuwa ametufundisha. Ilionekana kwamba wao sasa ndo wameshakuwa vigogo, wanafundisha na wao kwa wao. Waliendelea sasa. Kidogo bado tuko na wapande kama hizo hapa. Naona mazoezi wanao ya kutosha. Zoezi zote walizokuwa wakitumia zilikuwa za kukomazana, maana kwamba walikuwa wakitaka kwamba hata kama wakipiga rungu asichakasikia kwamba amepigwa nini, kwa kuwa walikuwa wameshazoea. Sasa mwili wako umeshazoea kukaa unapigwa na ulikuwa umeshakoma. Sasa ni muda wa kupiga. Na sasa hapo kidogo una change mjeki kama hivi, afu unanisukuma kwa mbele, alafu unaenda hivi, afu unarudi tena, unarudi kwa hivi. Sawa, tuko pamoja? Kidogo akamwambia nenda po na wewe tandika mjeki, baadaye ushike mjeki, alafu kusukumie kwa huko, alafu baadaye ubetuke kwa kurudi. Sawa. Kidogo akashika, alienda tu vizuri na akarudi vizuri kama ile. Tuko na walikula mazoezi ya kutosha. Sasa kama pande hizo hapa mtazamaji, ilionekana sasa waanze kuchallenge kidogo, waone kama vipi wakoje, wameiva kivipi. Kidogo walianza kutandikana sasa. Kidogo tunaona hapo kidogo walianzisha kidogo ka grupu. Bara yo kidogo aliwasitisha. Sasa huu ni muda sasa wa kupumzika. Naona mazoezi tumekula ya kutosha, na wakati huo sasa aliwaambia kwamba mazoezi ambayo tumetumia mazoezi ya kutosha.
huu muda nao sasa ni wa kutoka. Sasa tuko pande hizi hapa mtazamaji, kama mnavyokwenda kuona tuko na mabesti wangu babu wanaendesha pikipiki kama kawaida, kina bodaboda. Tuko pande hizi hapa kama pande za center. Tuko sasa na majamaa zetu kama kawaida. Sasa waliokuwa wakitumia mazoezi sana, walikuwa mazoezi sana, waliendelea kuwa na mazoezi kama kawaida, lakini wakati wao waliingia center wakaanza kuwa na salimana na watu. Kidogo walizidi kuendelea kukata raundi kama kawaida humo center, wakipita kwa wauza ebo kama kawaida tunavyoona, wakiendelea sasa kupiga raundi humo ndani kwa ndani kama kawaida. Kidogo walivuka barabara sasa wakaingia humo kati kwa kati. Kidogo walienda sehemu ambapo wanauzia magimbi, kuendelea mahindi na vitu kama hivyo, na wakapita sehemu wanapouzia ndizi, kabago nini, kuendelea nyanya, kuendelea humo. Lakini walizidi kwenda wakakutana na dogo fulani hivi anauza karanga. Kaambia dogo, tuonje karanga. Kidogo dogo aliwaonja karanga, lakini akiwaambia na bei, aka kijiko kimoja kana shilingi 200 tu. 200 tu. Na kidogo akamwambia kwamba emu mpimie huyu dogo langu huyu. Kidogo aliwapimia karanga na mwenzie tena akampimia karanga tena kama kawaida tunavyoona mtazamaji. Lakini baada ya hapo kidogo alienda akaomba ila wewe tulia. Walienda bila kumulipa. Dogo alishangaa, amekutana sasa na vidude fulani kama hivi hapo. Sasa hawa vijana baada ya kuwa wamefukuzwa kule, na walikuwa wameshakuwa wanafunzi wazuri tu kwenye kitu kama cha walikuja sasa center. Sasa ilikuwa ni muda wa kufanya fujo. Ilikuwa wakipita sehemu wa kila kitu hakuna vya kulipa. Ilikuwa ni vibabe yani. Kidogo tu kwa pande hizo kama za center, dogo alizidi kuwafuatilia. Kidogo alikutana na master alimueleza hali halisi kwamba mimi kwa kweli nilikuwa nauza karanga hapo, kuna vijana wamepita sasa hivi wawili hivi wamekula karanga, wamekataa kunilipa. Kidogo master alimuuliza ni akina nani, akamwambia kwamba ndo wamepita hapo, hebu tuende tuwaone. Kidogo sasa wakati kama huo ilibidi wawafuate wale vijana. Sasa waliwafuata, dogo aliwaelekeza, wamepita sehemu kama hizi hapa. Dogo alizidi kwenda nao wakati kama huo. Kidogo aliwafikia dogo akamwambia kwamba ndo hao hapa sasa. Jamani, mbona umekula hela za watu, mmekula karanga za watu alafu mmekataa kulipa? Dogo nitakufumua. Kidogo alimzuia dogo fulani hivi aliyekuwa amevaa shati yenye namba 8 mgongoni. Walimfuata, lakini master afanya kifujo, lakini master alikubali na akasimama. Wakati huo kwanza master alisimama na kumhoji yule kijana. Dogo master alianza kumhoji yule kijana kwamba imekuwaje. Na kidogo aliwaambia kwamba mimi kwa kweli nimepima karanga lakini wamekataa kunipa. Kama walivyokuja wamekuja kama kawaida.
Nimewapimia karanga za shilingi 400 lakini wamekataa kunilipa pesa wale jamaa. Ndio maana nikafika hapa nikakukuta wewe, kabidi niongee na wewe. Na master akamwambia kwamba mimi nataka nikulipie. Dogo alishukuru sana kwa muda kama huo hapo. Na kumbuka master, hii ni mara ya pili amemlipia yule kijana. Na kumbuka kipindi kile, wakati ule kwenye hoteli moja alimlipia chakula. Leo hii napo tena amemlipia tena sehemu nyingine. Dogo aliwarudisha chenji na akawashukuru sana, akasema kwamba kundi lenu jamani lizidi kuendelea, naona kundi lenu huwa linafanya amani sana ya kutosha. Dogo aliwashukuru na master alimwambia kwamba wewe hata kama mtu mwingine akikufanyia kosa, ukiniona niko karibu, uwe ni situe tu, hakuna noma. Kidogo walipishana. Sasa tuko pande hizi hapa, tuko na wale wazee wa Ngwasu makama huku. Wazee wa Ngwasu wako pande kama hizi hapo. Walizidi kupiga raundi humo center baba, wanazunguka, wana shida lolote. Nyuma yake kuna vidogo hapa vilitandikana kidogo, lakini walishangaa wakasema kwamba labda ni wale vijana ndio wanawafukuzia, lakini waliangalia wakuta ni vijana vinacheza. Wakazidi kusonga mbele bana. Waliingia sehemu moja kwenye saluni moja, lakini walisalimiana na kinyozi na wakarudi. Walitoka, walizidi kuzurura kupiga raundi kama kawaida humo center. Kidogo walisimama, lakini kuna neno wanataka kuliongelea. Tuko pande mwingine sasa, huku tuko na yule dogo. Dogo alizidi kuzunguka yakiuza karanga kama kawaida, lakini alikutana na mama mmoja. Huyu mama mmoja alikuwa akimweleza kwamba wewe pale, mimi nimekuona ulikuwa na watu wengi sana wamekuzungukia, nikashindwa namna ya kuja kuhoji, lakini napenda nikuulize kidogo. Dogo alianza kumweleza, alimwambia hali halisi kama ilivyokuwa. Kwa kweli mimi nimefika pale, nimekutana na wajamaa wawili, nikawapimia karanga, wamekula karanga. Kidogo alikataa kulipa hela, lakini ndo nilimfikia mwasa. Sasa masa na kanisaidia, lakini hakuna lolote lilofanyika hapo. Nimekubali kuwalipia, wakaondoka zao. Lakini yule mama akamwambia, alizidi kumshauri sana yule kijana. Na alimwambia kwamba yani kawaida, yani kikundi ile yani liko vizuri sana. Na wakati wadogo waliagana. Sasa tuko pande kama hizi hapa, maana master alihitaji kupiga vijana wake waone kama wako sawa. Kidogo alianza sasa kuwatandika viboko kama hivi hapo. Wali challenge kidogo, maana najua kwamba wanafunzi wake muda wowote wanaweza kukutwa na wale wazee wa Ngwasu waliotoroka. Kidogo sasa master aliwapiga wote. Sasa huo muda nao sasa ndo akaona kwamba kwa kesho yake sasa ilivyofika, ilibidi acheki sasa wanafunzi wake na wamefika wapi.
ilikuwa ni kuweka moja baada ya nyingine kwa wale wanaolingana, na alikuwa akiingia kati. Kuna muda anaruhusu kwamba anzeni kazi. Sasa hapa sasa ndo muda sasa wa kupiga, na sasa kama kawaida sasa tunapokwenda kucheki, wewe acha bwana. Kidogo walizidi sasa kupigana sasa ngoma ngumi kama kawaida tunavyokwenda kucheki. Tuko pande kama hizo hapa sasa, wako sehemu nzuri kama kule uwanjani. Mama yangu. Kidogo alipigana sasa hapo. Naona mambo sio mabaya sana. Vijana walikuwa wameshaiva bana. Naona hali sio mbaya, naona mkongoto tunaendelea kama kawaida. Moja na kuwa nazunga. Kumbe kuna tekniki za kuweza kupigana na moto kama pande kama isa hapo baada. Kidogo sasa unapeana yani za furu yani full stage. Kidogo mwenzie kamzidia sasa. Alizidi kuweka bado moja baada ya mwingine. Azidi kuona sasa yupi anayejua kuchallenge sasa. Nakwambia njoo bwana, nitakupiga na challenge kidogo na kutandika moja. Wewe unaingia unadhani hapa ni kuja tu kama unavyokwenda. Kidogo akachallenge jingine sasa, kama mwambia kwamba wewe dogo, yani uniwezi kidogo, anamfumua mama yangu. Kidogo anapanga upya sasa na challenge na kwambia kwamba mimi nataka nikutoe duniani. Kidogo ana challenge master yuko pembeni anachekisha mambo yanavyokwenda. Alikuwa kicheki vijana wake kama vipi wameshaiva au bado. Naona vijana sasa alikuwa ameshaiva. Wakati huo kila kijana alikuwa akijitegemea wakati kama huo. Na alichukua vijana ambao naona kwamba wanalingana. Na tukiendelea kuona picha inavyokwenda kuendelea kama hapo pande kama hizo hapo. Naona mkongoto uko vizuri sana. Kidogo mwenzi akafanikisha sasa zoezi. Ikabidi master weke mwingine sasa. Ulibuda sasa wako cheki sasa ni kipi kinachofanyika. Naona master tena leo sasa ameweka mdogo na mkubwa bana. Ngoja tu cheki, tunaona hapo kuna mrefu na hapo mwingine mfupi hapo. Naona kuna dogo fulani wameweka. Weka kati mama yangu. Naona alikuwa ameshachelewa kwa amuru. We akukunguta. Hebu tulia bana. Wewe nitakumaliza baba. Acha. Kidogo sasa dogo fulani aliona kwamba yani hapa mambo hapa kariji, akaanza sasa kujifulesha vizuri sasa. Moti mkubwa na ana miguu mikubwa yani akipiga limjeki kama yani mama yangu pigwa moja. Mama yangu ngoja kwanza subia kwanza mama yangu. Kumbe dogo fulani yuko vizuri kabisa. Yani nakwambia kwamba ukija vibaya mimi nakuua kabisa. Kidogo sasa namsogelea dogo fulani, dogo kangu karakina alimpiga sehemu mbaya. Dogo alikuwa amecheza mno. Kina alimpiga sehemu mbaya, alimpiga tumboni akazidiwa. Kuna stadi ambazo wanazifanya huaga kazi inaachwa. Ameonekana mshindi. Sasa anakwenda kuamuru wengine tena kama hapo kawaida kama pande hizo hapo. Naingia kati. Haya. Ndio muda sasa wa kuanza kazi. Sasa naona wameweka sasa vidudu ambazo vinalingana. Kidogo naona wanaanza sasa kuchallenge. Naona sasa hapo yawezekana kuna mdogo na mkubwa. Mbona sasa wapigani afu wanapita juu. Mama yangu. Wewe.
Kidogo waliendelea kuchallenge, lakini master alikuwa ameshaona hawa vijana wake wako vizuri tu. Ilikuwa ni kuweka wawili wawili kwa kulingana. Barabara sasa. Dogo alianguka chini, naye alipigwa sehemu mbaya, alitoka na maumivu makali. Sasa tunamwona sasa master naye sasa anaingia na mwanafunzi wake tena. Tuone sasa nini kitakachofanyika wakati huo. Ni muda sasa wa kukaa sawa. Dogo yuko vizuri. Dogo alihama kweli na alizama chini, alipita juu. Mama yangu, moja kama hiyo kidogo avunje mkono, lakini ilishindikana. Aliangusha chini akakanyaga tumboni dogo lake. Chini dogo aliamuka tena, wakati kama huo tena sasa anza kupambana, lakini kidogo wakasitisha. Sasa baada ya wiki moja sasa wale mabwana nao sasa wakati kama ule kuna sehemu waliweza kwenda. Alikuwa akiongea na hivi viumba kwamba akihisi kwamba umbwa anaweza kuwa mganga, na alikuwa akihitaji kwamba kuwa mkali kama hizi umbwa. Bwana yetu naye sasa naona alikasirika. Aliona yani kujifunza mafunzo havitoshi. Aliona kabisa endelea yani kutafuta utafiti mwingine, akapate kurudi kwa master kule. Akiwa amesha kuwa na mafunzo makali kama namna kama yote tunavyokwenda kucheki. Sasa tuko pande kama hizi. Naona ilikuwa bado ni asubuhi sana, lakini jamaa yetu aliamkia sehemu kama hii hapa. Mbwa nazo zilizidi kumshanga kama tunavyoona mtazamaji. Tuko sasa upande mwingine tena kama hapa. Tuko na mabinti hapa sasa wako katika bwawa. Walikuwa wakijadili historia zao kama kawaida wanavyolingana. Kidogo moja alisema, lakini wale vijana kwa kuwa wamesema kwamba watatukuta hapa, yawezekana hawajafika au muda tumesha change. Na kidogo moja kawaambia kwamba tuinukeni twende, yawezekana tawakuta kwa mbele kule. Na waliweza kupita katika ngome moja kama hii hapo. Walitokezea kwa mbele na bahati nzuri walikutana nao wale vijana. Ilikuwa ni 3 kwa 3. Mmoja lakini alimwambia, mimi nachukua mwenyeka kitamba kabru. Lakini kama wazee wangu wasuma, moja alikuwa akicheki pembeni, naona mwenzio amewelewana na wenzake. Lakini yeye alikasirika sana. Huyu dogo asituzingue, huyu dogo ni wakupiga atoke kabisa. Kidogo walianza kujadili wakiwacheki. Naona dogo alikuwa ameshazidiwa ujanja, lakini kidogo aliwaambia, sisi tuwage kwanza, sisi twende. Dogo naye alikuwa na wazee wangu asoma na kijua kwamba hao ndio marafiki zake. Kidogo masista waliwacha hapo sehemu kama hizo hapo. Wao wakaenda na kwenda sasa. Walishuka senta fulani moja. Tuko tunaona ilikuwa mida ya jioni. Yule dogo alimkuta yuko na wale masista. Kidogo alikasirika, dogo umekuja kufanya nini hapa? Dogo nitakufumua wewe. Dogo pisha. Dogo pisha, unasikia? Pisha. Jamani, mimi napisha, mimi napisha. Nawaacha tu. Kwani tugombania mademu wa nini? Siku hizo wamejaa.
Nawaacha. Kidogo aliwapisha sasa yule dogo, lakini alikuwa ameshajua kwamba ni marafiki zake, lakini alikotawale ilikuwa sio marafiki zake. Nao sasa hao waliokuwa wakijifanya wazee wa Ngwasuma walizidi kukaa nao hapo. Walipiga nao story kama kawaida kama tunavyoona hapo. Lakini yule dogo alimfuata master pande kama zile. Alimuonyesha kwamba mimi kuna wazee wa Ngwasuma kule babu wameniibia demu. Lakini kidogo master sasa tunamuona anakuja, alikuja akapita kaingia humo ndani, alichukua binti mmoja na kuondoka. Maana huo muda sio wa kufanya fujo. Na alitoka na wewe. Nani katuibia demu? Nani katuibia demu? Ni nani? Nani? Kidogo alimfuata, walikuta ni master, lakini walimfuata mpaka alipokuwa akienda kwenye mafunzo. Arienda, lakini walikubali kumfuata sasa kwa pikipiki. Panda tu, amna, shuka kwanza ukate kona bana. Shuka kwanza tukate kona. Kidogo alichallenge kidogo akakata kona moja baba. Wanapanda sasa, wanamfukuzia kule alikopita master, alikuwa anaelekea uwanjani kule. Katika uwanja wa mafunzo alienda mafuta babu kumfuata. Tuko nao sasa pande kama hizo hapo. Sasa wanaingia msituni kama kawaida, waliacha pikipiki barabarani. Walienda sasa wakamfuata master kule, walimfuata. Master, wewe simama huko. Simama bana. Kidogo master alisimama akakuta ni wale vijana. Lakini master alisimama vizuri. Sasa huu ni muda sasa wa kwanza sasa kazi na wale vijana nao sasa ndiye aliyowafundisha. Nakumbuka kugombana na mtoto aliyemfunza mwenyewe. Kidogo sasa walianza kuchallenge maana kama kawaida tunavyoona master wetu alimshitukiza, maana yeye alikuwa anaingia mazoezini, lakini kidogo tunaona anapata tu. Tuko naye bana hapa. Hao nao sasa walikuwa wameshakula mazoezi ya kutosha, lakini wakati huo nao walikuwa wameshakuwa vijana walioiva. Tuko na upande kama hizo hapo. Unaingia unapewa wewe mama. Kumbe sasa imeshakuwa bara sasa. Huu muda sasa ndo wakati sasa wa kukaa sawa. Kidogo master walimwangusha chini kamuka, lakini alihama. Mwingine kaenda kwamba upindukia, lakini haikuwezekana. Kidogo bado wanaendelea sasa hapo, lakini master aliona kwamba amezidiwa na wale vijana waliokuwa amewafundisha. Kidogo alipiga moja na kuondoka. Wewe simama bana, simama. Kidogo master aliwaacha, alizidi kukimbia akaenda, nao wakarudi nyuma. Na walirudi nyuma wakafika sehemu kama ile, lakini wakijadili. Kwa kweli yani basi tu. Ngoja tu nitakuonyesha tu. Baada ya siku 3 sasa, vijana walikuwa katika mazoezi yao kama hapo pande hizi hapa. Tuko nao huku, maana walikuwa wakitangulia uwanjani baadaye. Tunawaona sasa wale wazee wa Ngwasuma sasa wakati kama huo waliingia katika eneo hilo. Waliwaona vijana walikuwa wakicheza, walisogea, walinyatia. Nenda mbele, tangulia. Haya, walifika na kuuliza master yuko wapi? Mnataka wa nini? Master yuko wapi?
mama yangu. Hapo sasa kuna vita moja kwa moja. Sasa tunakwenda kwanza sana vita moja hukurupagada kule ndani. Cheki sasa. Cheki sasa nichekishia sasa mkongoto sasa unavyokwenda kwanza kama pande hizo hapo mtazamaji. Sasa huu muda sasa ndio wa kuonyesha kile ulichojua. Lakini naona kuna watu wanapiga mijeki mpaka yani mimi mwenyewe nashangaa. Mama yangu. Ilikuwa barabara sasa. Naona pande hizi hapa moja alifikia na vijana wake huku tena mwingine anapiga na vijana huku mwingine tena pande kama zile kule. Yaani vijana wamekazana kweli. Lakini ilionekana master hakuwa karibu. Master alikuwa ameshaingia katika mafunzo kwake kule. Maana kuna pande zingine mama kumbe mwangu ni kuingia mpaka unadunda na ukiingia vibaya unaroki. Naona ni kama vile wamekelea kuchoka. Naona wengine wameremba kidogo wanakuwa na hama wanachange. Kidogo moja napata mwangu unapewa mcheki mpaka unabinuka mara 4. Yaani hapo sidhani kama ni mimi siwezi nikarudia. Lakini naona bado tu watu wanazidi kupiga vita. Vita ya wapi? Moja alipewa. Unakuja wapi? Hapa sio kuingia. Hakuna biashara ni mtume hapa. Naona walizidi kuchallenge ngumi kama kawaida tunavyokuona wako katika uwanja maana walivamia katika uwanja wa master. Master wetu naye alikuwa hayuko karibu lakini kuna mlinzi ambaye yuko pembeni hapo anacheki mambo yanavyokwenda. Na kumbuka hapo nyuma hawa vijana walijifunza wote lakini leo hii baada ya kuwa waliwageuka wao walienda wakapiga mazoezi ya kutosha lakini leo hii sasa wamerudi kuvamia ngome sasa ya master. Lakini wako wanapigana na vijana ambao walijifunza naye. Lakini naona sasa moja ameshakasirika sasa hivi imekuwa ni kutandika moja kwa moja. So kuingia tu kiolera. Mwangu kienda vibaya unaumia. Tunamuona sasa pande zingine mzee wangu asoma kama kwa amevalia mkoti mweusi. Kwa juu ni mwekundu. Sijui sasa na maana gani yameeta vijana lakini bado anacheki mambo yanavyokwenda. Lakini mmoja wanazidi kumzunguka na bado sasa wanaendelea sasa kama hapo moja alipewa ngumi moja kaanguka. Wote alipigwa chini sasa. Tukiendelea kucheki kama mambo yanavyokwenda sasa mtazamaji. Naona hiki kidude nacho kilikuwa kimeshakoma. Hata kama tulivyokuwa tukifundishana ilikuwa ni kupiga hakuna kuumia maana walipiga mazoezi ya kutosha. Kuna vidogo vingine hata kupiga na viacha tu vinapiga kama kawaida. Yeye anawajua tu ni vijana kama hao ambao wamekuwa wengine tu ni kuacha hata kupangua anaachia. Kidogo tu anapiga mwangu dude limeshakoma limepiga mazoezi mpaka kutosha. Unaambiwa kwamba gusa unate sasa hapo ndo utakipata. Sasa ngoja tuendelee sasa. Tunamwona mwingine pembeni kianza ameshamaliza lakini amesimama pembeni naye anazidi sasa kucheki ni nini kinachofanyika wakati huo. Moja kwa moja sasa alianza kuwapiga wote alizima chini tuota akaweka chini. Mlinzi naye aliweza kukimbia sasa kwenda kwa master. Alienda yana amekasirika sana na kuanguka alianguka. Na kuanguka alianguka alikuwa na wai sana. Alikuwa anataka kupeleka ripoti kwa master. Lakini kuna vijana wengine waliumia sana lakini wengine wanazidi kuamuka. Kijana alikimbia sana kwa mbio akamwona master kwa mbali. Master! Master! We master! Master! We master! Master! Huko kuna watu wamekuja. Wale waliokuwa wamekuja. Wamepiga wanafunzi watu wamekufa. Watu wamekufa. Yaani na yule aliyeninyang'anya demu wote walikuja naye kule. Tulia dogo twende. Na alimwambia wakati wa kwamba yani vijana wake
wote wamepigwa mpaka wameuawa. Kidogo waliingia katika ngome ile pale. Walivyoingia mule ndani, na mlinzi alizidi kumfuata kwa nyuma, kumwelekeza, alimuonyesha kwamba ndo hapo wameshakuja. Hao hapo, yani hao ndo wamewapiga wote. Kidogo master alifika sasa pande kama hizo hapo. Aliona wanafunzi wengine wamelala chini wamesharemba, lakini hapo sasa mzuka ulimfuata sasa master. Sasa kasema kwamba nyinyi ndio mmekuja, na kumbuka nyinyi mlikuwa wanafunzi wangu wazuri, lakini leo hii tena sasa mmeamuru kwamba mmekuja hapa kwamba kugombana na mimi. Master alikasirika sana. Sasa huo moja sasa ndio wakujipanga sasa kwanza kupigana. Repeat time. Sasa tunakwenda kwanza moja hiyo. Tunaona sasa kama tunavyokwenda kucheki sasa kwa mtazamaji. Naona mambo soma hapa. Master alikuwa ameshakasirika ghafla hapo. Sasa hakuna vya msalia mtume hapo, ni kufumwa na bana. Na vijana navyo vilikuwa vimeshajifunza sasa vya kutosha, na kulingana walikula mazoezi kwa kutosha, na walifanya utaratibu wote kwenye mazoezi, na hawa vijana walikuwa wakifanya fujo sana. Lakini sasa hivi tunaona kwamba wako katika sasa ngome ya master, lakini walikuja kumvamia wanafunzi wote. Tunaona kule sehemu kama pande zile kule wameshauawa, wengine ni vilema, na kulingana au vijana walikuwa wameshachoka, lakini walizidi kuendelea tu na vita. Wengine tunaona kama nyuma wameshachafuka, walianguka sana, jasho ilikuwa ni ya kutosha. Lakini master naye ndo mzee sasa wa technique. Sasa kidogo unapiga na ko challenge, mwingine anakuja unabandika. Kidogo waliendelea kuchallenge, lakini master alikuwa akigombana na wanafunzi ambao waliwafundisha mwenyewe, na kwa wakati huo alikuwa na hasira sana mno. Mzee wangu Asumana alikuwa pembeni kule, amevalia mkoti lekundu kwa juu alafu chini leusi. Alikuwa anacheki mambo yanavyokwenda. Tuko pande hizo hapo. Sasa mwingine sasa mwenzie kauawa, sasa amebaki mmoja. Ngoja tuone sasa huyu itakuweje. Master alizidi kumfuata kama kawaida. Moja alimtandika, moja anataka kubetuka, hajabetuka, ameshamfuata. Kudubai washalala sasa, kasha kufa huyo. Kidogo alifurahia master kidogo alifurahia master. Kweli master, umefanya kazi nzuri sana kabisa. Kidogo wanafunzi wengine lakini walikuwa wameshaumia miguu. Kini kidogo na mmoja alikuja. Master, yule naye mbona hujampiga? Yule naye ndo amewaleta hapa. Wewe yule ndo amewaleta hapa. Kwa maana naye huyo. Kidogo mlinzi alimwambia kwamba hapo kuna dude lingine kule fulani nimediscuss nalo, likuwa na hasira sana. Master kamwambia njoo na wewe shuka ujumuika katika kwa watoto wako hivi. Kidogo lilishuka sasa dume sasa na kwenda kutembea, na kulingana lilichokuwa na hasira sasa lilikuwa linatembea mpaka dunia, mpaka unasikia natikisika. Sikiliza kwa chini. Mama yangu barabara, twende standby. Mama yangu yo mama. Sasa hapa huu ni muda sasa wa kucheki sasa tulele ya mwisho. Tunapokwenda tukicheki sasa mambo kama hayo. Naona sasa master alimzunguka kwanza. Mzee wangu Asumana sasa akatoa kofia, akajua sasa huu muda sasa ndo wa kuonyesha kile nilichojifunza. Huha! Mama yangu sasa huu muda sasa ndo wa kuingia kati sasa. Cheki sasa tunakwenda kucheki mtazamaji. Eyo. Kitu kama hicho sasa kinapigwa sambamba sasa tunapiga na kuchallenge kidogo. Huha! Njoo bana, ingia kati.
tunakwenda sasa kucheki sasa nini sasa kinataka kufanyika muda kama huu hapa na sekunde kama hii hapa, mtazamaji, tuko na wewe. Sasa moja inakwenda kwanza, nitakutandika mpaka nitakufumua. Unajua ulinifunza wewe, leo hii sasa tumekutana. Kamwambia dogo kamu welcome. Huha mama moja hiyo kidogo wanachallengeana mama yangu walinyeshe wewe, acha bana. Hapo sasa naona wanafunzi wote wameshekisha hapo. Naona kama mimi kama niko pande hizo hapo. Amuka haraka sana, master ameshaamuka sasa. Hapo kuna vya kuremba sasa, huu ni muda sasa wa kufanya kazi kama ulivyojari. Tuko na master sasa hapo na tuko na mister kama Makichpo. Mama yangu, ngumi zilikuwa ni za kutosha, maana ninacheki nikicheki komba ya mwisho. Barabara kabisa. Nikicheki vitu kama hizo hapo, naona arisi wenyewe. Kidogo alipewa kichwani, umenipiga mpaka unataka mpaka kunitoa kichwa mimi. Lazima sasa mizuka sasa zitapanda sasa wakati kama huo. Sasa baada ya kuwa lidude liweza kupigwa kichwani, rikakasiri katika mtatika moja. Mama yangu we. Na kamfuata moja. Kidogo moja, nyingine. Kidogo alimupiga, lakini bado tusijaona mshindi ni nani. Sasa hapa tunakwenda kuona mshindi atakuwa nani au mshindi atakuwa nani. Jamani, mbona zote vimekuwa vikali sana, zote vina hasira. Itakuwa kuaje sasa, nani atakuwa mkali zaidi ya mwingine? Tuko na master, tuko na kijana wake aliyemfunzi, lakini alimkosea kijana wake, lakini akamwama. Sasa leo hii sasa ameamua kumrudia mwalimu. Sasa tuko pande hizo hapo, sasa tunacheki kwa mtazamaji. Tuko pande kama hizo hapo, wanafunzi walipisha mwangu, vidude vilikabana vya kutosha. Walikabana vya kutosha, yani walikabana kabisa, kifua kwa kifua, mwangu utatanua mpaka kichwa. Walikandamizana na kidogo ni kuwa napiga na mje kidogo. Walikandamizana, wameshikana vya kutosha. Wakati walisukumana kidogo, alimsukuma moja hiyo. Alibetuka na kupetuka. Master alipigwa sehemu mbaya, alipigwa sehemu ya tumbo, lakini aliumia, akaamka, ikashindikana. Sasa ikaonekana ushindi umekuwa kwa hili duda ambalo tuko na rupande kama hizo hapa, na kidogo lilinyosha mikono kwamba kazi nimemaliza. Kidogo master aliamuka na kumfuata, alitandika moja kama hivyo. Aramtaka moja kama hapo. Sasa alianguka, na baada ya kuanguka akasema kwamba hapa ni kusubiria moja, na anaamuka anafuata. Hakuna vya kuamuka. Master alikasirika sana. Alikuwa unasimama ujaka sawa unaanguka, unasimama tena ujaka sawa anajumurisha. Unajumurishwa kidogo. Liliumia sana ile dude, lakini haikuwezekana. Kidogo likuwa limeremba, kidogo likazidiwa, likanguka chini, nataka kuamuka, ameshazama chini. To understand by. Sasa naona kazi amemaliza master. Naona kitu kilichofanyika hapo ni kama tempo kuangusha sesemizi. Au nyinyi kwa watazamaji mlioneje? Naona mambo sio mabaya sana. Kidogo watu walifurahia, vijana walifurahia, wanafunzi walifurahia. Morinzi alikuja na kimbia, hakuamini kilichotendeka wakati kama huyo. Kidogo walishangaa, kweli amekufa huyu? Wote walishangaa na wakasema kwamba jamani, master amefanya kazi. Master amefanya kazi kabisa, master amefanya kazi. Yani nimekufa. Yani unasikia? Yani huyu ndo aliyekuwa ameninyang'anya ukipindi kile mademu, alinikutaki wapi sokoni alininyang'anya mademu huyu. Hebu piga bana. Wewe kama na hema, kwa nini usipige? Akiema toa. Kidogo master kafika kwamba kawaambia kwamba usipokuwa na heshima lazima utakuwa kama hawa. Na alisema kwamba hata kama basi
kuna wengineo bado wanahitaji kuwa kama huyu, nao tena watakuwa kama huyu alizokuwa. Maana kumbuka kipindi cha nyuma, hawa vijana tuliwafukuza, lakini walizokwenda walikuwa wakifanya fujo center, walikuwa wakifanya fujo wapi kidogo. Wanafunzi walifurahia, lakini walishangaa sana kwa kuona kabisa ni yani walikuwa watu wabaya sana, lakini walifurahi kwa kuwa wametoka hao. Lakini ilikuwa ni vita kidogo, walitoka wakarudi nyumbani, lakini walienda wengine wameumia, wengine walikwenda vingine. Sasa tunaingia sasa mwisho kama kawaida. Sasa tuko standby. Huu ndio mwisho wa picha yetu sasa, ambayo imekwishiria kama hapa. Tulikuwa na Master Mpongo kama kawaida, mlizokuwa mkijua, kama mlizokuwa mkiona katika picha yetu. Picha yetu sasa imekwenda kuisha. Sasa kwa wale watazamaji ambao umefurahia zaidi, waweza penda kwa namba, utaweza kuandika namba ambazo utaziona hapo chini. Namba zipo kama utahitaji kuwasiliana nasi, namba utaziona hapo chini. Takuja hapo chini na utaandika, kisha utapiga, utaongea na mkuu wa hii huduma. Sasa leo hii tuko tunaona mapicha kama kawaida, kama ambavyo tuko mwisho. Picha yetu ilianzia mwaka 2018 kama nilivyowaambia hapo awali, mwaka 2018, lakini leo hii ndio imekuja kutimia mwaka 2019, lakini hakuna noma zaidi. Tuko na popote pale, kama utatuhitaji utakuja hapa jijini letu Kasenyi. Sasa filamu zetu zilikuwa zimeshirikishwa na masuperstar wengi kama unavyoona kwenye foto kama hizo hapo. Naona kwa wale ambao mnapendaga vitu kama hivi, tuko tena sasa tunafanya kina kitu kingine. Tutakutana tena hata njia nyingine tena, sehemu ya pili. Hii ndio ya kwanza, hii ndio ya kwanza. Sasa tutakutana tena sehemu ya pili, na itakayotoka mwaka 2019, na imeandaliwa tena nyingine. Sasa goodbye now. Record studio stand up.亲爱的，你是